nilikuwa mgombezi mmoja katika wale waliokuwa wanang'ang'ania wadhifa wa rais, na kama mnavyojua katika kitengo cha Azimio tumefika sisi wana madhehebu mbalimbali kwa ajili ya kusali na yeye nyumbani kwake. Tumetumia muda mwingi kuomba, kujisikiza tunaonaje na tunajisikiaje, na pia tumetambua kwamba ni mtu mwenye moyo mgumu, na sio mgumu, moyo tuiteje, moyo mwema, kutamani nchi hii endelee na amani, endelee na haki, na zaidi wapigia kura tuliopiga kura tuna kwamba tujue ukweli wa mambo. Je, haki, mambo yaliendaje? Ukweli uliendaje? Tukiwepo hapa tumeunganika na washikadau wa madhehebu mbalimbali, Anglicans, Muslims, EAK, ndugu zetu wa familia hii, na pia washikadau mbalimbali ambao wanaandamana na Right Honorable Raila Odinga. Twashukuru sana Mama Ida kwa kutukaribisha. Twashukuru sana kwa kwamba tumeweza kusali, hata mwishoni tukasali kwa ajili ya mahitaji ya nchi hii na hata nchi nzima, na kwamba jukumu kubwa ambalo liko kwa IEBC liweze kukabilika na kujua ukweli walivyoutangaza kama wakienda kotini, na wao wenyewe wana hakika wakipata ukweli wako sawa na wanashukuru. Mwishoni kabisa, twapenda sisi kama wote tunaoshiriki madhehebu mbalimbali. Jina langu ni Askofu Mkuu Martin Kivuva Musonde, nikiwa mwenyekiti katika Baraza la Maaskofu wa Katoliki wa Kenya, na pia nikiwa ni mwenyekiti au ni askofu mkuu wa Jimbo Katoliki la Mombasa, kwamba sote watwasema, jamani, tunapotetea amani na haki pia tuwe na subra ya kwamba ukweli uweze kuonekana. Wakiamua kwenda kotini, tunawapa nafasi, na kwa hili tuengoje kwa utulivu, tusianze kuchokorana, bali tufuatilizie kama tulivyoyasikia. Nampisha mwenzangu na baadaye tutampa Right Honorable aongee mawili. Nampisha mwenzangu Askofu Al-Sapit. Briefly, we are here today as a fraternity of our various faiths in the country, the Christians and the Muslims, in our various formations, having come to this home of Right Honorable Raila Odinga and his family to provide our pastoral care to the family. And I want to affirm that this family belongs to the Anglican Church. I know there has been many people doubting where do they worship, and we are here as his pastors and the fraternity of the people of faith to come and do pastoral care and visit and pray with them. And we have had an opportunity to interact, looking at what has happened in our country, and we have been assured and the country is at peace because of their performance in terms of advising the electorate that we need a peaceful country, and we can affirm that this family is a family that stands for peace. Together with us and his team, they have decided to pursue truth and justice through the legal systems of the court, which is what we have been advocating and crying for, that instead of people going to the streets in Kenya, let us pursue to have our democracy in a way that we all know what happened and what transpired. And we want to continue to encourage anybody looking for truth and for justice to pursue it through legal means, and that is exactly what is going to happen. So we want to urge Kenyans, let us all be patient as that path is being pursued to protect our nation and our democracy and our country for posterity, for this generation and generations to come. So ours today is to visit this family. We have visited our other political players in the country, and will continue to reach out to everybody, because we have a pastoral duty to every leader in this nation and to each one of us
and that is a duty of the religious leaders to uphold our nation together and uphold the nation Kenya, not for us in this generation, but for posterity as well. May God bless us, may God bless Kenya. Asanteni sana. Tutamuomba Right Honorable tusiwe tunamsemea, anafahamu, na pia kumpongeza kwa kutualika na pia kwa yale aliyotushirikisha katika familia yake. Tunawamwombea mema na mazuri. Tafadhali Right Honorable. Shukrani sana. Mimi nataka kutoa shukrani kwetu sisi kama jamii hapa na wana Azimio kwa wale viongozi wa kanisa na hata viongozi wa Islamu kuamua kuja kutembelea sisi, na vile vile kutuongea na viongozi wengine wa taifa letu juu ya yale ambayo yametendeka katika nchi yetu, na vile vile kuombea amani katika taifa letu. Sisi tumesema tunataka kuona kama haki inatendeka, ndio amani ipatikane. Tumwambia vile marehemu Askofu Desmond Tutu alisema, ati bila ukweli hakuwezi kuwa na amani. Vile bila amani hakuwezi kuwa na upatanishi. Kwa hivyo tumesema tunataka kujua ukweli iko wapi. Yale ambayo yametendeka katika nchi yetu ilikuwa ni mambo ya kushangaza, imeshika piga watu wengi na bumbuwazi, na watu wengi wako katika hali ya huzuni mpaka siku ya leo. Ni kweli kuna wengine wachache ambao vile vile wana furaha, wamesherekea. Hiyo ni haki ya kidemokrasia. Sisi tunajiuliza tu, na nimewaeleza ati mimi kama yule mwanariadha ambaye alienda kukimbia, na tumekimbia na mpaka tukafika mwisho, ambayo kwa kimombo inaitwa photo finish. Sasa naona wale marefari ambao walikuwa pale, mmoja mwingine anasema fulani ameshinda, mwingine anasema fulani ameshinda. Sasa haijulikani, na hii kitu inaweza kufanyika tu hapa kwetu Kenya. Maana yake kama wale ambao walipewa jukumu ya kusimamia uchaguzi wa taifa letu wanaweza kufanya maneno ile ya aibu vile ilifanyika, inaonyesha kwamba demokrasia yetu bado iko mbali sana. Na kwa wakati huu hata kuna mtu ambaye angefurahia ati kuna mshindi. Naona wengine wanasema ati rais elect. Kama kuna wale watu wa tume ya uchaguzi ambao ni watu 7, hatujasikia maoni yao kwa kijumla. Hii maneno ya kuaibisha katika ulimwengu mzima, mbele ya ulimwengu mzima. Lakini tumesema sisi hatutaki kuona fujo au vurugu katika taifa letu. Tunataka kuona amani ikidumu katika taifa letu. Ndio sababu tumeamua kutumia sheria na kuenda katika kwenye mbele mahakama kuu, ili tupeleke ushahidi ambayo tuko nazo na kuonyesha kwamba ilikuwa ni mzaha, haikuwa ni uchaguzi. Tunataka kufanya hii kutetea demokrasia ya taifa letu, ambayo watu wengi walipigania, wengine walikufa wakipigania demokrasia katika taifa letu. Tunafikiri ni jukumu letu sisi ambao tumebaki nyuma kuhakikisha kwamba hii hatua ambayo imefanyika hapa isituredushe sisi nyuma kule tulikotoka kama Wakenya. Tunataka kuendelea mbele. Nataka shukrani sana kwa viongozi wa dini kwa uamuzi yao na kwa kazi ambayo wanafanya, na mimi tuna hakika ya kwamba Kenya itafaulu na mwishowe tutaweza kupata raha na ustawi katika taifa letu. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. We wind up with a prayer, and I think all of us again, we came to exactly pray. We may say a different one, and this one we did already pray about peace. This one is about, we are asking the Holy Spirit to guide us,
to guide our nation, to guide those who are near and dear to us. There's an English and Swahili. We are doing the English version of the Synod prayer. Our country has been praying, especially the Catholic Church, and all of us have been praying. One prayer that embraces our aspirations and our concerns is a guidance, and especially today we are talking about guiding, of course, the people's consciences, that they do the right things, they act according to God's dictates, and we pray together this Synod prayer. Actually, for us Catholics, we know it embraces everybody and every person. And then after that, I'll ask the Muslim brother here to finalize with a Muslim prayer. We can stand. We stand kindly, so the prayer sounds, we are saying we stand. Okay. Okay. We stand before you, Holy Spirit, as we gather together in your name, with you alone to guide us. Make yourself at home with our hearts. Teach us the way we must go and how we are to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not ignorance lead us down the wrong path, nor partially influence our actions. Let us find you and our unity, so that we may journey together to eternal life and not to stray from the way of truth, what is right. All this we ask of you, who are at work in every place and time, in the communion of the Father and the Son and the Holy, and forever. Amen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Oh Lord, help us to overcome mischief of those who made our plans to cause violence against others. Practice hate and spread disorder. We seek your protection, Ya Rabbi. Oh Allah, make Kenya safe and reassuring, and protect us from mischief, Ya Rabbi. Oh Allah, you are peace, and from peace comes you. Blessed are you, O honor of majesty and honor. Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarak taman dal jalad wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amen. E Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. May Almighty God bless our nation, bless us all wherever you are and wherever we are. Bless this home we have visited today. Bless the nations that are in trouble and challenged by war and division. And most, O Lord, bless our families, our young people who have just started going to school. May Almighty God bless us. I invite the Bishop to bless the country in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you. Yes. Sorry? To get some prayers. Sorry? Prayers written for the Muslims. So that if you pull it, Bring it. I'll show you. This is what I asked them yesterday. Everybody carries it within his home. Yes. And mercy.